Na kwanza, mkurugenzi, jana tulipokea mwekezaji kutoka nchini Ethiopia ambaye aliletwa na Mheshimiwa mbunge wetu Dr. Selemani Jafo. Mwakilishi kutoka ofisi ya Mheshimiwa mbunge, mfikishie salamu hizi. Namshukuru sana kwa kuletea mwekezaji huyo ambaye anatarajia kujenga kiwanda cha nguo. Sasa hili ni jambo jema sana. Salamu, lakini vile vile najua ilikuwa tuwe naye leo, lakini ana majukumu ya kibunge na leo ameuliza swali kuhusu maji. Kwa namna gani Mheshimiwa mbunge wetu anaendelea kutumikia. Sasa kutokana na mapokezi ya jana ya mwekezaji huyu, mkurugenzi nilishazungumza naye leo ofisini, lakini natamani nikae sawa sawa kwenye baraza hili. Lazima sasa Kisarawe twende tukaanzishe investment center yetu. Investment center ambayo mwekezaji akifika anapokelewa na watu ambao taarifa zote, details zote zimenyooka. Kwa maana ya eneo la uwekezaji liko sehemu gani, ukubwa gani, anahitaji umeme kiasi gani, kwa maana kwenye hiyo idara ya uwekezaji watu wa TANESCO wawepo, watu wa DAWASA wawepo. Ili mwekezaji akija anapata details zote za moja kwa moja, anajikuta kwamba haanzi kuhangaika kutafuta taarifa. Maana ya kwamba waende site sasa ndio waanze kuuliza kupiga simu TANESCO, hivi megawati ngapi zinapatikana? DAWASA, hivi nikivuta maji hapa inakuwa. Na watu wenye hela huwa hawataki longolongo. Mtu mwenye hela anataka akifika, akiagiza imekuja. Akisema lete moto inakuja moto. Akisema lete baridi inakuja baridi. Hataki longolongo mtu mwenye hela. Akisema kavu inakuja kavu. Akisema inakuja roast ije roast. Mtu mwenye hela huwa hataki. Kwa hiyo tusipoteze wawekezaji kwa kuja mara mbili. Kwa hili naomba mkurugenzi na timu yako na afisa mipango kaeni tuanzishe investment. Case study tunayo hapo Kuranga wenzetu wanayo. Sio vibaya kuiga kwa jirani. Kwa twende tukafanye hiyo. Lakini vile vile huwa napenda sana kusikiza hotuba za Mheshimiwa Rais na namna ambavyo anakwenda. Matendo na hotuba za Mheshimiwa Rais ni maelekezo kwetu sisi. Kwa kupitia hili pia leo mtambue kwamba ndio maana nilialika viongozi wa vijana na katibu yuko hapo, katibu wa UVCCF yuko hapo. Maslahi ya vijana lazima yakazingatiwe. Hususan kwenye mikopo na stahiki mbalimbali. Na ndugu yangu Kamote, unajua viti maalum akina mama wapo. Kwenye baraza la madiwani hatuna viti maalum vijana, ila bungeni ndio wapo. Lakini kwa namna ambavyo umetujalia baraza hili vijana pia tu. Kwa tuhakikishe vijana wa Kisarawe maslahi yao yanakwenda. Mwenyekiti kijana na mdogo wangu hapa Baraka Tumaini Kaskasi na yuko kwenye huduma za jamii. Na Mwenyezi Mungu akijalia atabaki huko kwenye kamati ya huduma za jamii kuhakikisha kwamba maslahi ya vijana yanapatikana. Lakini vile vile katika hotuba za Mheshimiwa Rais tumeona uchaguzi uliopita baada ya kumbwa na janga la kupanda kwa bei ya mafuta. Atoa maelekezo kwenye msafara wake kupunguza, lakini vile vile iwepo kibasi. Haya pia ni maelekezo kwetu wenzi. Tunapokuwa ziara mbalimbali tuangalie namna gani tunabana katika hali ya usafiri. Wataalamu ambao wanaweza wakaingia kwenye gari moja wafanye hivyo waende ili tuweze kubana. Hilo litakusaidia sana. Hata mimi na makamu wangu tumepanga ziara kuzunguka wilaya nzima. Ili kubana matumizi, sasa tutakuwa na gari nyingi. Ya kwangu hiyo naendesha mwenyewe ili kupunguza gharama. Mimi makamu mwenyekiti wangu, lakini vile vile utatupa mtu ambaye atakukaimu pamoja na afisa biashara tunakwenda. Lengo kubana matumizi kwa sababu wote tunajua gharama za mafuta zimefanya jamani. Zimepanda. Lakini vile vile niombe sana tuendelee wataalamu kutatua changamoto nje ya vikao. Na turahisishia tunakuwa vikao vyepesi kama ambavyo tumekwenda leo. Lakini pia kwenye upande wa mapato, na nishukuru mchakato ule wa kuajiri wa kusanya mapato. Bahati nzuri. Sina vyombo lakini bahati nzuri. Ninao ushahidi wa kwamba mchakato wa kuwapata wale ambao mmewachagua kupitia idara ya utumishi. Madiwani, mimi mwenyekiti, hatujaingilia kabisa mchakato. Sasa tunataka tuje tuone. Hatujapiga simu, hatujatuma message. Au tunakosea afisa utumishi? Hatujatuma message, hatujapiga simu. Tunataka tuone hii krimu inayokuja sasa ikatupandishe kweli kweli. Akategea hili niendelee kumpongeza mkuu wa wilaya na vyombo na kusaidia sana. Mkao mmoja tulikaa na watu wa TAKUKURU
wakatuonyesha wapi pana vivuli. Kwa hiyo ndio mkafanyie kazi. Mimi naamini wakusanya mapato hawa ambao wako ndani ya ajira, ukiwapa target ya makusanyo, tukasimamia, tukafanya rotation, tunakwenda kupanda kimapato. Kwa katika hili naomba nisisitize sana. Lakini vile vile tuendelee kubuni vyanzo vipya vya mapato. Ambao anasema usiposifiwa jisifie mwenyewe. Chanzo cha mabango kilikuwa hakipo kabisa. Lakini kwenye kikao cha kamati ya fedha ya mwezi wa pili nikasema fanya tuwezi kukusanya kwa sababu mtu anaweka bango, mimi naona anafaidika. Nikupongeze mkurugenzi na timu yako, kalichukua lile mkalifanyia kazi. Sasa hivi tunaingiza. Kwa taarifa iliyopita tulikuwa tumekusanya, tumeanza ndani ya mwezi mmoja kukusanya kiasi gani? Mbona kwa taarifa milioni imefika milioni 7. Makofi mengi kwangu. Kwa hiyo ile ilikuwa haipo kabisa hii. Kwa katika hili twende tukabuni vyanzo hivi. Na siku ya Jumamosi ilikuwa na ziara. Anasema huwezi kutoa chombo kwa mwenzio wakati wewe una bodi. Nimeanzia madukani. Nilikushukuru mkurugenzi, afisa biashara, kanipa afisa biashara, nikaenda naye pale madukani. Ukabaini yako maduka hayana leseni za biashara. Afisa biashara na watu wake. Hiki ni chanzo cha mapato. Endeni mkafanyie kazi. Sasa maeneo ya mjini yako ziko frame nyingi zimeandikwa. Tunahitaji sana mapato haya ili tuweze tukawatumikia wananchi wa wilaya.